والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله على كل حال, alhamdulillah ala ni'mati tutimu salihat. Tukiwa hatuwezi kupitisha jambo tumuulize ustadhi wetu inshallah, maana tutamwona pia hapa tuna ustadhi wetu Dr. Ustadh Murshid yuko hapa, na hapa ni pake na wao ndio katika wakubwa zetu, lakini katika kushauriana naye ustadhi wetu akatuambia kwamba yeye atakuwa wa mwisho kwa sababu atarekebisha zile tafsirati na makosa yote ambayo tutakupitia inshallah taala. Kwa sisi tutaendelea kusafisha barabara vizuri inshallah. Maudhui jana tulifikia baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ila akhir. Tuendelea alfasadu wal mufsidun. Kabla hatujaingia katika mawaidha, tutaweka taarifu kidogo ya at-tasdiqi na tasawwur. Katika somo la mantiki kuna kitu chaitwa at-tasdiq na tasawwur. Tasawwur ni kile kitu kukifahamu, ukifahamu kile kitu. Tasdiki ukubaliane kile kitu ama ukipinge. Ina maana tasawwur, yani usawirishe kile kitu, kisha baada ya kusawirisha hichi kitu ni kitu kadhaa, kisha wewe umekubali ndicho hicho kitu. Kama hili gari ndilo ama hili si gari, ama safari Mombasa ukatumikisha ukafuata ule mwendo mpaka ukafika ukahakikisha hapa ni kweli Mombasa. Tasdiq, kuna vitu vya tasawwur na tasdiq. Kwa hivyo katika alfasadi iko pia kuna vitu tasawwur na kuna vitu ni tasdiq. Maana alfasadi aliulizwa ma maana alfasadi, katika baadhi ya mashekhe waliozungumza, kuna mmoja Ar-Raghib Al-Asfahani ama Isfahani. Huyu anacho kitabu chake kizuri sana kwa talabatul ilmi, wanafunzi wasikose wanacho mufradat Raghib Al-Isfahani. Yani yeye ametaja mufradi zote katika mswahafu mzima, kitabu kizuri sana cha kusaidia namna kufasiri Qur'an na namna atakapozieleza zile mufradati zilizo ndani. Kwa hivyo yeye pia aliulizwa alfasadi nini, mama na alfasadi, akasema khuruju shay'i anil-i'tidali qalilan kana dhalika au kathira. Apoulizwa mama na alfasadi, akasema ni kutoka mtu katika mpangilio ule uliowekwa katika maji, ima utoke kidogo ama utoke kingi, yote hiyo ni ufisadi. Yani bimaana ajepai milioni moja na wewe nyumbani ujepai shilingi 10 ama 100, pia ni ufisadi, umetoka kwenye majini. Yani tusione kwamba tasawurati kwamba fisadi ni mtu ambao kwamba unajua kila mtu fisadi huona wenzake ni fisadi. Mfano sisi tukiona Wachina na Wajapani huona wamefanana, na nikiwaambia jambo mtastajabu, na wale Wachina kaingia hapa moja huona sote tufelene. Sijui kama umeshatuchunguza. Mchina akiingia hapa mlangoni na sote tufanana, na sisi tunajijua hatukufanana, na sisi tukiona wao wamefanana kama watoto wa punda vile wenye kusema sema, na wao wakija watu hivyo. Ina maana msemo kama hii ni kwamba mistaki yake nini? Ni kwamba wewe, sisi tunaona wale waraibu ama ni watu fulani ni mafisadi, na wao pia huona wale mashehe wanaozungumza pia mafisadi nyinyi pia, ingawa mtuhudhuria. Hilo ndo hali halisi. Na kwa nini Mwenyezi Mungu asema idha qila lahum la tusidu fil ardi, wakiambiwa wao wasema la tusidu fil ardi, sisi si mafisadi, kila mtu yakataa, yonikimbia neno la fisadi. Aya endelea sema nini? Bali sisi muslihun. Kwa hivyo katika wengine alipoulizwa kilugha akasema mama na alfasadi, akasema dhiddu salah. Maana ufisadi ni kinyume cha kutengea, kama kusema mtu mrefu kinyume chake ni mfupi,
Na fasadi kinyume cha kutegea, na kutegea kinyume chake ni ufisadi. Mfano, kitu kiloharibika, mtu fulani ameharibika, ama gari imeharibika na gari ambayo haikuharibika, tutukue hivi, ile gari ina matairi vile vile na hii ina matairi vile vile, kila kitu, lakini katika kuharibika kwake ni engine, hii ina engine na hii ina engine. Lakini yule makanika alipokuja akaona kuna taksiri fulani, kuna makosa fulani katika ile engine, kwa hivyo akitengeza ile engine gari itakuwa tayari. Kwa hivyo vile vile gari unaona nzimale, lakini kumbe ni engine. Kwa hivyo ufisadi umo ndani. Ndio kuona malaika jito la kwanza alipomwona huyu mwanadamu akajua huyu ndio ufisadi. Kwa nini? Kwa sababu hii ardhi ilikuwa iko kabla ya wanadamu. Hii ardhi tunaoishi sisi, tunakula, tunatembea, ilikuwa kuna wanyama. Sisi tumeumbwa wa mwisho kabisa. Hawa wanyama walikuwa si mafisadi. Ukisoma tarehe walikuwa wakiishi vizuri, kwa sababu ng'ombe ni ule ule, ukimtoa asubuhi na malishoni urudi jioni. Punda ni ule ule, akitoka kutoka mjibwa. Hata ukitembea ukienda za kuunguga, utaona kuwalewa kwenye kutembea kwambia ndovu akishika ile ndia ni ile ile mpaka kufa kwake, na mwana tandamandia ile ile. Ndovu habadiliki ndovu. Kwa hivyo wao hawatoki kwenye mipangilio. Sasa ndo alipomwambia Mwenyezi Mungu malaika kwamba hawa wakija wasilihifu, yani maana yake lugha yetu sasa, si lugha ya kineneo kufahamisha. Hawa wanadamu tokogomo, watu wa kutotoboa, ni wadarai, mahali pamelegea watakukaza, watakujaribu hichi na hichi. Kwa hivyo nyingine zikijaribiwa zitapiga shoti. Ndio sasa tulipoumbwa sisi, ndio kweli kwenye ufisadi kutani. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe kwamba inni a'lamu ma la ta'lamun. Mwembo Mwenyezi Mungu hatuwezi kuingilia. Hili ni mambo ambayo wataeleza maana ufisadi ni. Kwa hivyo ufisadi ni swala. Mwanadamu akitengea akiwa sifisadi kurudi akawa katika swala. Ndio kuona sisi katika swala tumegewa, tumeambiwa kila siku tusome nini? Ihdinas siratal mustaqima. Yaani tuingie kila siku sisi. Ndio kuona mtu asiposwali kutoka kwenye maadili kabisa. Leo kwa nini uniulizi kila siku wewe ukisoma swala ya sunna, swala ya faradhi lazima usome suratul Fatiha? Hujazingatia. Usisome bila kuzingatia. Kama hujazingatia, izingatie sasa. Kwamba pale unaposema ihdinas sirata itoke ndani ya moyo, ya Mola, ihdinas sirata mustaqim. Tuongoze njia iliyolingana, nisingie huku. Manake maana ufisadi, Imam Raghib al-Isfahani alipouliza akasema ni kutoka kidogo ama kutoka kingi. Ukatoka kwenye line basi. Ndio kuona sisi tumeikiwa vipindi ya asubuhi, ya dhuhuri, ya asiri, magharibi, tukaikiwa sunna ili tusitoke katika ile sirati. Kwa hivyo kima cha misdaqi, taarifu misdaqi yake ni kitu ambacho kwamba ni kikubwa sana. Lakini mara nyingine kwa mtu ikiwa ni akili yake ni ndogo, hajafika mahali kueleza kulingana na akili yake. Mfano daktari, ukienda kwa daktari ukamuuliza daktari, painkiller nini? Painkiller nini? Ataka taarifu ya mistaki yake painkiller. Ule daktari kwa kumwona vile huyu haelewi hajafika kufika, kamwambia painkiller ni Panadoli ama paracetamol, sio zile. Yaani maana ni kitu cha kuondosha maumivu. Nafikiri Kiarabu itakuwa inaitwa muhaddiati, zitu za kuongoza za kuondosha maumivu. Kwa hivyo na maana ukikosa Panadoli nunua dawa nyingine. Sasa yule hakumueleza taarifu yake ile dawa nikamwambia kama yeye anasema al-insan, mwanadamu, kasema al-insan, ukamwambia huyu anataka kujua mwanadamu zaidi. Sio maana yake. Mimi nitakujua mama na insan, mwanadamu nani? Mwanadamu lazima useme ni mtu ana mato, ana hivi, wenda, wafanyoma mwanadamu. Lakini akimwangalia huyu kimweleza haelewi kwamba al-insanu zaidu, ina maana na Fatuma naye pia nani ni insani. Sasa unapokwenda katika ufisadi, ndio aya atakazi mtu ndio wanazuoni mpaka sasa ajabu Qur'ani. Kuanzia wakati wa nyuma mpaka sasa watu wa tafsiri nyingine kabisa.
sababu angalia taarifa ya Uislamu. Sio kwamba maana jihadi basi ni jihadi kupigana na panga, ataeleza maana jihadi ni hivi ni hivi. Hata wewe ukisoma kwa taabu, kwa bidii, kwa pia katika jihadi, yani ile taarifa ipanua. Kama ile Panadol, kwa sababu kuna paracetamol, kuna hivi, kuna dawa hizi. Zamani kuna dawa zaitwa Action, zaitwa Kafnol na zinginezo. Kwa hivyo ndio hao kajaribu kuipanua hili, kwa sababu tuingia katika maudhui haya, tunataka tuieleze vizuri, kiingia ingie kisasa. Kwa hivyo mwanadamu, kulikuwa nyuma kuna watu, kuna wanyama walikuwa wakishika laini wakiendelea vizuri. Walipomwona mwanadamu akija, ndio mwanadamu akiingia katika ardhi alikuwa hajui kitu. Baada ya Nabii Allah Adam alayhi salam kwa kushuka katika ardhi kama hii, walikuwa watu hawajui kitu. Ukaanza sasa na Ibilisi akaanza mambo yake, ukaanza kupelekana mbio. Hivyo ndio imamu mmoja akaulizwa, Amirul Mu'minin aliulizwa, man huwa al-aqilu, nani mtu mwenye akili? Akajibu akasema, man yadhau al-ashya'a fi mawadhi'iha. Mwenye akili ni mtu kila kitu amekika mahali pake. Akaulizwa, je, man huwa al-jahilu, mjinga nani? Akamwambia, qad fa'al au qad kut. Hakujibu tena, alatakuwa na kusana. Wewe umeniuliza mwenye akili nani? Nikakwambia mwenye akili jawabu yake ni kila mtu kaika kitu mahali pake. Ina maana mtu usiokuwa na akili ni ule ambao kwamba urengewe. Kwa hivyo mwenye akili, mwenye kufahamu, ni mara moja mtu kufahamu alfasadu wassalah. Ni zitu ambao kwamba watu wa lugha walizipigania sana. Ndio kama tulivyoambia baada a'udhu billahi ayat kutoka idha qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wakiambiwa nyinyi bwana waleta ufisadi, nyinyi mleta hivi, nikamwambia sisi ndio tumetengeneza, sisi muslihun. Kwa hivyo kila mtu yajivua, hataki kujitia katika yeye kwamba ni mfisadi. Ndio utaona katika jana tulivyoeleza, tumeeleza ikiwa nyinyi mwasema muslihun, itakuwaje basi uje kupitisha jambo ambalo kwamba haliingii akilini kwa mwanadamu kabisa. La yadhau al-ashya fi mawadhi, huweka vitu mahali pake kiakili, ukakubalisha wewe mume kwa mume wapate kuoana, mke kwa mke wapate kuoana. Wewe una akili? Umetukwa zitu, umefanya kinyume cha maumbile. Ndio kukwambia tabia mwanadamu, malaika alipomwona akasema huyu akija atafanya ufisadi. Ni mtu apenda kuvumbua jambo, na katika kuvumbua jambo huvumbua akatumia mambo kwamba mengine yakatusa mipaka. Hivyo inshallah leo tutakoma hapo, pia tupate wakati baada ya kuzungumza Saleh Ustadh Mushi, inshallah tamalizia ili tutakuwa ndio mwenye kujaza pengo zote inshallah. Thank you.